maisha. Blaza alisema kwamba ni hujawahi wewe kumwambia kwamba ulipopata hela kwa kumwambia aje tumie fedha. Ni kitu gani kinakufanya wewe usifanye hicho kitu? Najua sikuwa natamani kurudia makosa, ila nilitamani kama ingekuwa kuna uwezekano basi ningepunguza makosa yaliyopita nyuma. Yule binti mimi hakuwahi hata siku moja, hata siku moja. Sikuwahi kumwambia hata siku moja kwamba mimi leo niko vizuri nahitaji tuje kutumia zangu. Sikuwahi kumwambia hata siku moja. Lakini yeye alikuwa ni mtu wa kunisumbua mara zote. Kama nataka kuja. Alafu kile nilipokuwa kijaribu kumescape kumwambia bwana unataka kuja lakini mimi siko fresh. Wakati mwingine nilikuwa nitahitaji kumwambia kwamba hapana. Unajua unatumia mara nyingi sana pesa zako. Najikuza kwamba najihisi kama kuna ile hadi naiona kama kama sio sawa. Nikamwambia msubiri kwanza nitakapokuwa niko fresh nitakwambia uje. Umeona? Lakini ananiambia hapana. Mimi naamini maisha kusaidiana. Leo huna acha kutumia kile ambacho kilichokuwepo. Kesho pia kitakuwepo kwa upande wako, basi mimi itategemea matunda yako. So iko design kama hiyo. Watanzania wengi tunaamini mapenzi vipi wewe unasema? Yaani Watanzania wengi tunafahamu kama mapenzi ni uongo, njia nyingi unaingia kwa vipi wewe unasema? Mimi ni kitu kimoja, kuna kitu ambacho kiko kwa mimi. Kumbuka wewe kuniambia mama yangu mimi mzazi. Kwenye maisha sijaribu kumwamini mtu yote, hata mimi mama yako mzazi. Sitaje yani hata sijaribu hata siku moja kumwamini kwa sababu moja. Hususan kiumbe mwanamke. Sio kiumbe chochote, yani sio kiumbe cha kuweza kuamini kwa namna yoyote. Naweza kusema hivyo. Naweza kusema hivyo. Sio mwenyewe na kuunga mkono. Mwanamke ana dini kabisa, ana timu kabisa. Mwanamke ana kabisa. Sio wanawake tu jamani, msituangalie sisi na nyie. Hapana. Nyie mna mambo yenu jamani. Sio wanawake tu hapana. Mwanamke ana dini. Mwanamke ana timu. Mwanamke ana kabila. Why? Kwa mwanamke. Kwa nini mwanamke ana kabila? Wewe una kabila. Mwanamke ana kabila. Kwamba mwanamke why simaanishi kwamba ana kabila iliyozaliwa hapana. Ila mwanamke ana kabila kwa sababu gani? Mwanamke leo unaweza kukaa naye akwambia mimi siwezi kuolewa na Msukuma. Ila kesho anatoka kwako akaenda kuolewa. Sahihi. So kama ila inategemea na mtu bwana. Inategemea. Wote mnafahamu. Sasa tuendelee kwamba wewe unaamini kwamba tusimamini kiumbe mwanamke. Kile mimi nakuunga mkono. Mimi naamini kabisa kiumbe mwanamke sio kitu cha kuamini kama anajaribu kuniambia. Unajua hata mtu ambaye alipita kuna baadhi ya vitu vingi sana ambavyo alivipitia kiasi kwamba mimi nilikuwa ni msaada kwake. Unajua baada ya mahusiano yale narudi nyuma kidogo, baada ya mahusiano pale kuweza kuvunjika, mimi nakumbuka nilipoteza baba yangu mzazi ambaye shukrani alikuwa anafanya kazi serikali pale kwa jeshi. Na baada pesa za mirathi kutoka, niliamini kabisa kupitia pesa itakuja kurudisha akawa kwenye maisha yangu. Alikuwa anaumwa, akatajika kufanya operation. Nakumbuka alikuwa na uvimbe wake, alikuwa na uvimbe nafikiri eneo la kifua. Nakumbuka nilijaribu kumcheki kwa hali ya kawaida. Nafikiri sasa kwa mimi nilitafsiri kama ni mtu ambaye bado mahusiano yake kule alikuwa hajafa, ila tu alitumia udhaifu wangu kusema kwamba mimi mtu fulani bado ananipenda. Kwa hiyo nilijaribu kumcheki kuhitaji kitu fulani. Kwa sababu msiba ulitokea, nilijaribu kumwambia mama yake alijaribu kumfikisha taarifa, akamwambia bwana mtu fulani amefiwa baba yake mzazi. Na baada kupokea zile taarifa za msiba nilijaribu kumcheki, akanipa pole na nini. Tulikaa baada ya muda nilikuja kupata pesa za mirathi. Nakumbuka mmoja wa watu ambao walifanya mimi pesa nilitumia vibaya pamoja na hizo. Kwa sababu nilitumia namna nyingi sana kuweza kutumia pesa kwa ajili ya kuweza kumfurahisha, lakini haikuweza kuwa sawa. Nakumbuka kipindi fulani alikuwa kwenda kuonana na daktari, alihitajika pesa kama kiasi gani? Nakumbuka zile pesa nilipelekea kama shilingi 70 I think, kitu kama hicho. Alafu kipindi hicho nakumbuka nilinunua simu iPhone 370. Umeona? Ile simu nilienda kuchukua, nilikuwa niko na bro wangu, nilikuwa na bibi wangu. Bibi mkubwa akashangaa akasema, "Unachukua simu unampelekea mtu ambaye sasa hivi hakuhitaji."
Unaweza bibi mkubwa mimi namjua. Nikamwambia mimi nafikiri pengine tu ni vitu vya kawaida tu. Kweli unajua mimi nilikuwa najitahidi sana kupitia mapenzi yangu. Kwa sababu tu nilikuwa na kipindi chote kimechotokea. Uwezi mimi kipindi chote ulikuwa uone ishara labda akupenda ni au anakulizia. Hakuna ishara ambayo mimi nilikosa kuiona kwenye maisha yake au na maisha yangu kusema kwamba huyu anitaki au anipenda. Zote zilionyesha isipokuwa tu mimi nilikuwa najipa imani moja. Kilichomwondosha kwa mimi si pesa, basi niliamini kitakachomwondosha pia ni pesa vile vile. Kwa hiyo nilifanya vitu vingi sana kiasi kwamba havikuweza kufua dafu. Nilijitahidi kumpa pesa. Wewe utegemea ungepata pesa ndio yani urudishe kwako. Kweli. Niliamini hivyo kwa sababu ni ujinga wangu sasa naweza kusema. Niliamini hivyo kwa sababu ni ujinga wangu lakini haikuwa sawa. Yaani mimi binafsi nilikuwa serious bro. Pambane yani mwanzo wakati wa pesa alikuwa anakufanyia yani vitu ambavyo sio vizuri. Alafu then utafute pesa inarudi kwako tena. Kwa sababu niliamini kabisa kama kilimrudisha mara kwanza ni pesa basi kitakazo lolote kumrudisha kwa mimi pia ni pesa vile. Kwa hiyo siku ambayo ndio kukutana naye nilimpelekea kile kiasi cha pesa lakini huwezi amini nampelekea kile kiasi cha pesa na ile simu ambayo alitaka. Maana simu ambayo nilompelekea ile iPhone ilikuwa yeye ndo alitaka. Nilimpelekea ile simu kwanza akaniambia kwanza simu umenicheleweshia kuniletea. Ulikuwa chizo wa mapenzi. Kaka, mimi nafikiri nitakasema hivyo nilikuwa kama chizo wa mapenzi aswa. Na mimi bwana nikipenda napenda kweli, nikitulia tu ya kweli. Mimi mjinga sana. Nilimpelekea ile simu, aliambia kwanza simu umenicheleweshea, lakini pia pesa unaniletea. Nilikwambia kiasi fulani. Kiasi hicho ndio ulichoniletea wewe. Hicho hata kuongeza. Kaka uweze amini. Mimi niliingia mfukoni mwangu nilitoa niongeza pesa nyingine. Nikamwambia fresh pesa ile hapa ongezea nafikiri kesho yake anakuja kunicheki anambia nimefika hapa hospitali lakini kuna changamoto kuona na daktari 60,000. Mimi nikasema huyu mtu sikia kitu alishakiarrange tayari mpaka anakuja kuniambia kwamba kesho nikaenda kuonana na daktari kwa maana daktari ndio alipa taarifa. Sasa inawezekana vipi kwamba daktari siko kwenda kuonana naye anasema kama ni shilingi 60,000. Mimi mwezi amini ndugu yangu sababu nilisema kwamba ukatoa tena. Nilitoa tena kwa sababu ni si upendo wangu mapenzi yangu nikaitoa tena pesa lakini haikuweza kufua dafu. Nimemtumia pesa niambia nisubiri kama dakika 10. Nichelewa kama dakika 20. Yaani nisema nichelewa kama dakika 20 au nusu saa. Nimemtumia kile kiasi cha pesa lakini kilichokuja kutokea ni matusi vibaya mno. Kalikuwa nikakula gani? Ile bwana ni mtu wa Mwanza. Ile mtu wa Mwanza shamba. Oh, bwana msukuma ana tabia hizo. Bwana msukuma. Msukuma kama nitetea. Hapana. Hapa msukuma mwenzio. Inawezekana. Yeah, msukuma mwenzio. Msukuma tuna tabia. Ndio maana. Ndio maana basi moja wasema msukuma kwa sababu moja viumbe vya ajabu basi ni pamoja na hicho. Basi tusemesingizia usiku. Basi useme tabia yake ndio. Si ndivyo? Wanawake wapi? Naweza kusema hivyo. Yule mtu nilimtumia kiasi cha pesa nichelewa baada ya kunipitisha kama nusu saa kwa sababu nilikuwa kwa gari. Na kumbuka nilipelekea kwa kile kiasi cha pesa nilichomtumia tena kwa mara nyingine. Akaniambia hivi una hata haya kabisa unanitumia kiasi cha pesa. Alafu soko litapata shilingi 15 nitumie shilingi 65. Akaniambia kabisa huko unatuma kabisa shilingi 65. Haya una aibu una. Alafu unajitaka kabisa ni mwanaume. Nikamwambia sasa unatakaje? Wewe umetaka kiasi cha pesa kile kiasi ungemwambia arudishe basi. Aise, bwana mapenzi mazoea. No. Hapana, mapenzi mazoea. Mimi binafsi hamna ukipenda mtu unafanya chochote. Wewe unataka kuniambia hujawahi kutupa hela kwa mpenzi wako? Hapa sio mambo. Ila sio kwa wewe msukuma, hebu tuendelee kwanza. Mapenzi mazoea. Hapa kwa kitu kimoja ndugu yangu. Kwa sababu mimi naanza kuwa naye mimi nilikuwa naamini kwenye mahusiano mengine yanayopita nyuma sikuwahi kupendana. Unaelewa? Kwa hiyo mimi nilipokuja kupata mtu ambaye wewe basi hapa shaka tena. Mpaka sasa. Wewe ulikuwa mshamba. Inaweza kawa anakuambia kwamba mimi namtetea. Hapana, mimi namtetea. Kwa sababu gani? Mtu kishampenda mtu. Jamani, unafanya hapana. Huyu alikuwa anampenda au kama mimi nakosea? Uko sahihi. Huyu alikuwa anampenda kwa maana afanye kile kitu. Mimi naomba niwapinge. Kwa sababu wanasema kitu kimoja kwamba kupenda wote tunapenda. Ila kuna stage yuko mapenzi ambayo alikuwa anapenda muda ule
Na sasa hivi hata akitokea huyo anasema hawezi kuachana naye, akiachana, sikiliza kwanza, anaweza kuachana naye, akimpata mtu mwingine hawezi kupenda kama vile, kwamba kuna stage ambayo anakuwa ameshafu. Why? Kwamba mtu amekutana na hizo situation zote anaanza, so huyo atakuwa tofauti na mtu. Hapo tunasemea kwenye kupenda. Yeah. Yaani hapo kama mfano kama alivyosimulia nyuma, ametendwa, akipata mtu lazima apate funzo. Unajua hawezi kufanya kila kitu, yani si nisemaje. Nadhani umenielewa hapo kweli. Yaani kweli, uko sahihi, uko sahihi. Kaka mimi nafikiri kitu kimoja ndio. Unajua mapenzi bwana mazoea. Na ile usudi wewe mjinga inabidi upate mtu ambaye anaonyesha upendo mwingi sana ili uwe mjinga. Kwa hiyo upendo unakuwa mjinga. Na namna fulani hivi ukipenda ndugu yangu unakuwa mjinga. Ukipendwa, ukimpata mtu ambaye amekupenda na wewe ukampenda. Huyu anajua nini mapenzi huyo? Unakuwa mjinga sana. Unajua unaweza kuendeshwa akili yako. Basi mpaka stage tuliyofika ni basi jao. Wewe nesi ulitendwa hamna. Wewe ulitendwa na ndio maana upendi. No. Wewe ulitendwa hamna mtu ambaye hajai kupenda. Hapana bwana, lazima upate chenanilio maumivu. Nimejibia hivyo kwa sababu ya kauli ya Brad. Kwamba ukipata mtu anakupenda na wewe ukampenda, basi unakuwa mjinga kwa hiyo sasa na akijua sasa udhaifu sasa kwamba anapenda. Kwa hiyo ananiambia wewe hujawahi kupenda kiasi kwamba. Huyu bwana huyu. Nasema kwamba mbona kama nikituma message hivi ikichelewa naumia. Hajakuta. Hapana. Basi mchezaji. Na hawezi kuwa mchezaji kama alichezewa na yeye. Wewe unaniambia ndugu yangu. Basi mimi siseme mimi pray boy. Video kwa pande huko. Mimi pray. Lakini